Wakati washikaji wengine wanakata mwanzi kwa pigo moja tu, huyu mwamba yeye alikuwa anajifanya mdebwedo, anapiga mpaka mara 3 ndo mwanzi ukatiki. Akibeba mizigo kurudi home, anajifanya kuhema, choka mbaya. Hata aliposukumwa kwenye korongo, alikuwa anavunja matawi maksudi akiwa anadondoka chini, ili onekane kweli amepata ajali ya kizembe na sio mbinu zake. Hata akivamiwa mtaani na wahuni, alikuwa arudishi pigo, anapokea tu kichapo kama zuzu. Mpaka bi mkubwa wake mzazi alimwona mwanaye kama goigoi fulani hivi asiye na faida yoyote. Lakini sasa sikia hii. Hakuna aliyeshtuka kwamba huyu mwamba anayeonekana mnyonge toka utotoni alikuwa amepikwa kwenye kambi ya siri ya majasusi na wauaji hatari na akatoboa hadi kuwa hitman namba 1. Baadaye bwana mwamba akachoka mishe za kumwaga damu, akapiga hesabu zake, akasepa kimya kimya na kupotea mazima. Akabadili jina, akaanza life jipya kwenye kijiji kimoja hivi cha mlimani, akipiga mishe zake za kutengeneza karatasi. Akavuta pisikali, mke mrembo, akatulia zake, maisha ya amani bila stress za kitaa. Sasa bwana, siku moja majambazi wawili wakavamia kile kijiji na kuvuruga amani yote. Mdingi mmoja mwenye duka akachukua fimbo kujitetea, lakini wapi, mzee wa watu hana ubavu wa kupambana na wale washenzi. Kijana mmoja akajifanya shujaa kuingilia kati, alipigwa teke moja tu akalamba mchanga. Mwamba wetu alikia anachora tu game kwa pembeni, hataki noma. Lakini pale wale majambazi walipotaka kumuua mke wa yule mzee na watoto wake, hapo sasa ndo akagusa ule mshipa wa hasira. Mwamba akawaka kinyama, akaruka na kumdaka jambazi mmoja, akampiga lock moja hatari sana. Jambazi anafurukuta, lakini wapi, imekaza kinoma. Binu zote za kigangwe walizokuwa wanajivunia wale majambazi mbele ya mwamba ziligonga ukuta. Kwa kuchanganyikiwa, jambazi mwingine akachomoa kisu kuanza kurusha ovyo, bahati mbaya akakata sikio la mwenzake. Kiongozi wa majambazi akawaka hasira, akampiga teke mwenzake kumpisha, kisha akamnyanyua mwamba wetu na kumtupa ukutani kwa nguvu zote. Mshindo ulikuwa mkubwa kinyama, mpaka milango na madirisha akajifunga yenyewe. Akijifanya hana ujanja, mwamba akajidondosha chini na kuanza kutambaa, utadhani anatafuta njia ya kutoboa. Jambazi mmoja akaona hapa ndo pa kumaliza, akamrukia, boom, kabati likamwangukia na kumuua hapo hapo. Kiongozi wa majambazi akiwa amepanjwa na hasira za kulipiza kisasi, akamburuza mwamba nje, akamzamisha kichwa kwenye maji na kuanza kumpa kipigo cha mbwa mwizi. Lakini cha ajabu, sekunde iliyofuata tu lile jambazi likakauka ghafla, likadondoka chali kwenye maji limededi. Daktari wa maiti alipompima yule jambazi baadaye, hakuona jeraha lolote la kueleweka. Kifo hicho cha utata kikamstua sana mpelelezi mmoja hivi, noma sana. Akagundua huyu jambazi aliyekufa ni bonge la wanted hatari. Sasa inakuwaje mwanakijiji mshamba ammalize kiulaini hivi? Akacheki tena na kugundua macho ya jambazi yamepasuka mishipa ya damu, ishara tosha kwamba alipigwa pigo moja takatifu kwenye paji la uso lililosimamisha mapigo ya moyo. Kwa kutaka kujua ukweli, mpelelezi akamdaka mwamba wetu na kumuuliza ampe mchongo mzima ulivyokuwa. Mwamba akajaribu kuleta usanii, lakini mpelelezi alikuwa kashasoma mchezo mzima. Kumbe mambo yalikuwa hivi. Jambazi wa kwanza alishindwa kuchomoka kwa sababu mwamba alitumia mbinu ya kijasusi kumlock viungo vyote kiufundi. Yule kiongozi alikatwa sikio kwa sababu mwamba alinyanyua kichwa chake sentimita 3 tu juu kwenye timing kali sana, akamfanya jambazi mwingine amkate mwenzake. Alipotupa ukutani, mwamba alitumia jiwe kimkakati kugonga point fulani iliyofanya milango na madirisha ajifunge yenyewe. Kisha alipokuwa anatambaa, akavunja meno ya kiongozi na kumpa konde lile jambazi lingine lililomrukia, konde moja la kifua lililosimamisha moyo wake hapo hapo kabla hata kabati alijamwangukia. Mwisho kabisa alimvuta kiongozi kwenye maji maksudi, akitumia presha ya maji kupunguza nguvu za jambazi, kisha akammaliza kwa konde moja tu kwenye paji la uso, kifo cha papo hapo. Hitimisho la mpelelezi likawa wazi kabisa. Huyu mwamba sio mwanakijiji wa kawaida, na kadiri anavyochimba ndivyo mambo yanazidi kuwa mazito.